Habari za leo ndugu mtazamaji, leo tunakuja kufundisha tunaanza kukufundisha jini mahaba. Leo tunakwenda kumuona jini mahaba. Nitakufundisha kupitia jini huyu. Jini huyu ndio jini ambaye anafelisha. Yaani kama wewe ni mrembo utafeli, kama ni tajiri utafeli, kama ni mtu ambaye umeajiriwa utafeli, kama ni mtu ambaye unafanya biashara pia utafeli kupitia jini mahaba. Sijui umenielewa? Jini ni mbaya sana kuliko jini yoyote. Bora uwe na jini maiti au jini msekule kuliko jini mahaba. Lakini kuna mambo manne tu ambayo utapokuwa hutoyafanya katika maisha yako, basi jini mahaba hawezi kukuingia hata siku moja. Leo nitafundisha kuhusiana na jini mahaba, kwa sababu warembo, unaweza ukawa mrembo lakini ukawa wewe urembo wako haukusaidii chochote. Utapata watu watakukimbia. Na kama wewe una kazi nzuri lakini kazi yako nzuri haikusaidii chochote, utapata kazi nzuri na mwisho wa siku hautofanya chochote, kwa sababu tayari una jini mahaba. Tayari una jini nini? Una jini mahaba. Kwa hiyo mambo haya manne utapokuwa umeepuka, basi huyu jini mahaba atakaa mbali na wewe. Sijui umenielewa vizuri. Kwanza twende katika tabia za huyu bwana jini. Anapenda nini? Katika kupenda, anapenda watu ambao wanakata kucha wakati wa usiku. Anawapenda sana watu ambao wanakata kucha wakati wa usiku. Kwa hiyo ndugu yangu unaonitazama, kama wewe unapendelea kukata kucha zako wakati wa usiku, basi umeenda na maji. Lakini pia napendelea watu wenye tabia hizi, wenye kujiangalia kwenye kioo pia wakati wa usiku. Wenye kujiangalia na kioo wakati wa usiku. Kwa hiyo kama wewe unajiangalia kwa kioo wakati wa usiku, pia hakika ndugu yangu jini mahaba hakuachi salama. Hawezi kukuacha salama daima. Hawezi kukuacha salama. Unaelewa? Lakini pia tabia tatu, ni mtu ambaye atakuwa ni mwenye kushika sehemu zake za siri mara kwa mara. Huyo jini mahaba hawezi kukuacha salama. Unapokuwa unashika sehemu zako za siri mara kwa mara pasipokuwa na sababu yoyote, hakika huyo jini mahaba hawezi kukuacha salama. Na ya nne na ya mwisho, ndugu zangu, naomba mnisikilize vizuri. Ya nne na ya mwisho, naomba mnisikilize vizuri hapa, kwa sababu ni tabia za watu ambazo watu wanazifanya bila kujua. Wao wanajiingiza kwenye matatizo makubwa ya kuweza kushikwa na jini huyu mahaba. Sijui umenielewa? Kwa hiyo ya nne na ya mwisho, ya nne ya mwisho, unapokuwa unaingia chooni, ukakaa kwa muda mrefu, alafu utapotoka hapo ukaingia katika nyumba yako bila hata ya kujistiri. Kuna mwingine anatoka tu chooni hajajistiri chochote, anarudi tena katika makazi yake, basi hakika tayari ameshaondoka na jini mahaba. Kwa hiyo kazi utafeli, ajira itapotea, cheo hakitopanda, biashara itakufa. Kila wewe ni mrembo, hutopata mabwana wazuri wa kuweza kukusaidia. Naomba tuendelee katika madarasa mengi.